Ni neema ya pekee ambayo Mungu anatupa ambayo hatukustahili, ila Mungu mwenyewe ametupa kwa yake. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kutupa nafasi hii. Wapo wengi ambao walitamani kufika katika siku ya leo. Wapo wengi ambao walitamani kumwabudu Mungu katika siku ya leo, lakini wengine wamebanwa na majukumu, wengine wamebanwa na afya, wengine vizuizi mbalimbali. Kuta tu mtu labda hana hamu ya kuja kanisani. Kwa hiyo wewe umefika kanisani ni kumshukuru Mungu. Kuna wengine maana hawapati nafasi, wengine wanabanwa hadi Jumapili. Hatutakiwi kuwalaumu kwa sababu ni tuko kwenye safari ya Mungu, katika safari ya mbinguni. Usihukumu usije ukahukumiwa. Kile kidole ambacho umemnyoshea mwenzako ndio hicho baadaye kinakugeukia. Kwa hiyo tusiwe wepesi wa kuhukumu, ila unapopata nafasi ya kumtukuza Mungu, mtukuze kweli kweli, mwabudu kweli kweli, kwa sababu huwezi ukajua kesho yako, huwezi ukajua kesho na ratiba gani. Kwa hiyo unapopata nafasi itumie kisawasawa, jiachilie mbele za Mungu kisawasawa. Ukipata nafasi ya kuomba, omba kisawasawa. Haleluya! Kwa sababu hatujui kesho ikoje, huwezi ukajua. Abudu katika roho na kweli, abudu sawasawa, huwezi ukajua baada ya kutoka hapa nini kinafuata. Hilo ni fumbo ambalo hakuna mwanadamu yoyote ambaye umewahi kulifumbua hilo fumbo, ni Mungu pekee. Yawezekana hata na malaika pia wanaweza wasijue, ila ni Mungu pekee ndiye anayejua kesho yetu. Haleluya! Ni Mungu pekee ndiye anayejua pumzasi ya kumwabudu, tumwabudu kweli kweli. Ukipata muda wa kupambana kwenye majukumu yako, pambana kweli kweli. Ninamshukuru Mungu kwa kunipa uzima na kunipa tena hii siku ya leo. Namshukuru mchungaji na wazee wa kanisa na washirika pia. Siku ya leo tena tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni neema pekee. Tutakuwa na somo fupi sana. Tunatamani tukaombe. Haleluya. Tamani tukaombe. Tutakuwa na somo fupi. Tunatamani tukamimine mioyo yetu mbele za Bwana. Anza kuandaa moyo wako, anza kuandaa fahamu, anza kuandaa mazingira katika fahamu zako, katika maindi yako. Anza kujiweka sawa kwa ajili ya kuomba, kwa sababu kwa nini tuombe? Tunaomba kwa sababu ndio silaha kuu ya kumshinda shetani. Haleluya. Tunaomba ili tupate nguvu, tunaomba ili tushinde, tunaomba ili tuvuke hatua zingine. Kuna mambo mengine Biblia ikasema hayawezekani pasipo kusali na pasipo kufunga na kusali. Kwa hiyo kusali maana yake ni kuomba. Kuomba hakuepukiki. Namshukuru Mungu, familia yangu inaendelea vizuri. Mungu ni mwema. Kabla sijaingia kwenye somo, kuna kitu nataka, kuna kama maarifa kadogo nataka nikugawie kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Bado tuna muda mzuri, kwa hiyo sianze kuangalia saa. Weka pembeni, tuna muda mzuri. Isitoshe leo ni siku ya Bwana. Ila kwa kuwa ni siku ya Bwana, sio kwamba eti tukucheleweshe kutoka. Utatoka kwa muda mzuri. Haleluya. Ili pia ukatulie na familia yako, kwa sababu tunajua kuanzia kesho majukumu yanaendelea. Februari 14 na hisi ndiko ni jana Februari 14, kwa wale wanaoizingatia hii dunia au wanaoifuatilia hii dunia, ilikuwa ni siku maarufu sana ambayo inajulikana kama Valentine Day. Na yawezekana ulitoka out ukamtoa mke wako out, watoto kasherehekea Valentine Day. Yawezekana ulipika pilau kusherehekea siku ya wapenda nao.
Sikuhukumu katika hilo na wala sijasimama kukuhukumu. Ila wanasemaga chukua cha kuambiwa, changanya na zako, alafu utapata jibu sahihi. Kuna mwingine ukimwambia 5 mara 5 atakwambia 25. Kuna mwingine ukimwambia 5 mara 5 atakwambia 10. Wapo. Kwa hiyo nataka nikupe kamwanga kidogo. Inawezekana unajua zaidi, ila pia nikusaidia hapa. Valentine Day mpaka hiyo siku kuadhimishwa. Kwanza Valentine Day ilianza kuadhimishwa kuanzia tarehe 3 ikahitimishwa mpaka tarehe 14. Na ilikuwaje hiyo Valentine Day? Siku ya wapendanao. Kwanza lile neno Valentine alikuwa ni kiongozi mmoja ambaye ni katika dola ya Rumi ambaye alifahamika kama Padri Valentine. Aliitwa Padri Valentine. Na huyu padri alikuwa anapambania Wakristo waanze kuoa, kwa sababu enzi hizo dola ya Rumi ilikuwa haiwaruhusu vijana, hasa wanajeshi, kuoa, kwa sababu waliamini wakioa hawatakuwa na uthabiti, yani hawatakuwa na uimara katika kutumikia jeshi. Kuwa na vimada wengi hawajaoa, lakini wakaendelea kuwa na vimada wengi, wanachukua wanawake mbalimbali, ila kuoa hawaoi, kwa sababu ni kanuni ambayo ilikuwa imesimamiwa na mfalme anaitwa Claudius wa pili. Kwa hiyo inawezekana kulikuwa na Claudius wa kwanza. Kama tunavyojua generation ya Roma, kuna Papa Benedicto wa kwanza, wa pili na kadhalika. Unaona? Kwa hiyo kulikuwa na mfalme ambaye anaitwa Claudius ambaye alikuwa amepiga marufuku na aliweka sheria hiyo. Sasa Padri Valentine baada ya kuona vijana wanafanya machafuko, wanafanya zinaa, wanafanya ngono pasipo mpangilio, alianza kufungisha ndoa kwa kimya kimya, yani kwa siri, pasipo mfalme Claudius kujua, ili kuwasaidia hao vijana. Lakini baadaye ikaenda mfalme Claudius akapata taarifa hizo kwamba Padri Valentine anafanya hivyo vitu. Wakaona sasa, ili kuendeleza hii tamaduni, basi tuunde siku, yani tutengeneze kama kumbukumbu ya huyu padri, kwa sababu alikuwa anashawishi sana kwa watu wanaopendana wafunge ndoa halali. Kwa hiyo siku yake aliyokufa ikawekwa kama kumbukumbu ya kwamba Valentine Day. Ndio chimbuko likaanza hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Najaribu kukupaka kamwanga. Sisi Krismasi na Pasaka tunasherehekea habari za Yesu Kristo. Ila duniani sasa hivi kuna masikukuu mengi, kuna wanaume, wanawake, sijui watoto na hii maarufu sana Valentine Day. Nimekwambia sijaje kukuhukumu, ila changanya za kuambiwa na za kwako, alafu utapata jibu sahihi. Kwa hiyo unaposherehekea, unapofurahia Valentine Day, kiufupi unasapoti habari za padri. Manake unaendelea kuiunga dola ya Roma. Manake unaendelea kuwasapoti wa Katoliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumwazimisha Padri Valentine. Na haikuishi hapo. Baadaye alitangazwa Mtakatifu Valentine. Kwa hiyo wewe ukifanya hivyo, jua unasherehekea siku ya Mtakatifu Valentine. Sasa kama umeokoka, nadhani utakuwa umepata jibu unachokifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaki kutoa hukumu moja kwa moja, kwa sababu hapana. Ila wewe changanya ulizoambiwa na za kwako, upate jibu kamili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo chochote kinachoanzishwa duniani, hebu jaribu kukifuatilia. Valentine, wapendanao, sawa? Ni sawa. Ila shetani anaweza akapenya uongo. Kumbe unamtukuza mtu, unamwazimisha mtu. Wa kuazimishwa ni Yesu pekee.
Haleluya. Ni Bwana wa majeshi, Mungu aliyeumba mbingu na dunia, ambaye atarudi kutuchukua watoto wake. Haleluya. Haleluya. Unajua, elimu ni ya muhimu sana katika dunia hii. Inakufanya ukaelewa dunia inaendaje. Zaidi ya yote hiyo Valentine, ukichimba mpaka ndani, ina connection ya Freemason, satanic, yani ushetani. Kwa hiyo unapoazimisha, ndugu yangu, jua unamsapoti shetani, unamsapoti mtakatifu. Mtakatifu nani? Mtakatifu Valentine. Kwa hiyo wakiwa wanamwombea, jua na wewe umeshaungana na hiyo madhabahu. Kwa sababu unafurahia. Sijakwambia uache, ila changanya ABC utapata C ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kabisa. Mungu atusaidie sana sana. Najua kuna watu ambao wanajiongeza sana, wataanza kusema hata hiyo mic unayotumia ni Freemason. Najua wapo. Unajua duniani hatukosagi hatukosagi watu wanaojua sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila pia Mungu, zaidi ya yote Mungu atusaidie. Kwa hiyo nikaona nikupe hapo kaidia. Ni sawa sawa na mwanaume. Yaani unapanga budget, mwanaume unapanga budget ya kufanywa birthday. Yaani nitakuwa tukupige viboko. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani nitakuwa tukutandike. Yaani wanaume natakuwa tukutane, tukufuate tukutandike. Na wazee wa kanisa hili, mkiona kuna mwanaume anafanywa birthday, hebu mfuatilieni. Mwanaume, tafuta hela, lisha familia. Haleluya. Tafuta hela, anzisha kampuni. Unakuta mtu kakoma, anapanga budget. Mfano tarehe 28 ni birthday ya mtoto wangu. Laiti angekuwa ndio mkubwa sasa, baba wa familia, kwa anaanza kujikakamua tarehe 28 mwezi huu, budget ya birthday, salary ikiingia haigawanya hii percent, birthday cake ya birthday. Sio unastahili viboko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwanaume, tafuta, yaani hautaheshimiwa kwa birthday, hautakumbukwa kwa kufanya birthday, utakumbukwa kwa majukumu uliyoyafanya. Haleluya. Kwa hiyo ukitaka kukumbukwa, utakumbukwa sana kwa alama utakayoiweka kwenye familia yako, kwenye jamii, kwenye maendeleo ya taifa. Haleluya. Kwa hiyo mwanaume anayesikia, kwa sababu nimesema hivyo kwa sababu kuna mtu tulikuwa tunafanya naye kazi. Yuko busy, yani shift yake anaifanya kwa kudonoa. Nikamuuliza, vipi ndugu yangu? Yaani hata wagonjwa watibu vizuri, yani yuko haraka. Nikamwambia, vipi, hebu tuliza kichwa, shida ni nini? Nikamvuta kumbe, akaniambia, unajua, yani saa moja nina sherehe pale Nalfin. Sherehe ya nini? Ya birthday yangu bwana. Kwanza nilishiwa pose, nikasema ningekuwa nina mamlaka ningekulamba kibao. Nikamwambia, hivi wewe mwanaume kabisa na ndevu zako, ana ndevu. Nikamwambia, wewe mwanaume na ndevu zako, yaani uko bize, umeacha kutibu wagonjwa vizuri, umeacha kufanya majukumu yako vizuri, uko bize kuangalia birthday. Wewe mwanaume kabisa, yaani nikamwambia kabisa, ningekuwa na uwezo wa kupiga kofi ningekupiga. Mwanaume anasifiwa kwa majukumu, anakumbukwa kwa majukumu, kwa utendaji kazi wake. Akaniambia, sasa kama mama kaniandalia, sasa atakwepaje ndugu yangu? Akamwambia, sasa akili kumkichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, tuachane na hayo. Haleluya. Wiki iliyopita haya ni miongoni mwa